Sasa wewe umesema wewe hutumia akili. Mimi situmia akili. Natumia kipawa. Yeah. Uko na kipawa? Niko na kipawa ambacho chenye natumia. Very good. Kwa hivyo ni mapepo. Ni mapepo zina Daktari amesema anatawaliwa na mapepo. Basi wanasema daktari wako ni wewe unamjua. Daktari wako ni yule ambaye anakusaidia. Na siku ya leo kama jinsi tulioahidi katika show ya katikati, Eltezi na Georges, tulioahidi vipi? Tunamleta daktari mwenyewe katikati. Siku ya leo tumekuja na daktari Waswa, tuko live and direct hapa ndani ya chemba yake. Alafu tutapata kujua daktari. Yes. Mambo vipi? Poa sana bro. Umetembea sana. Karibu sana. Tumekutafuta sana. Karibu sana. Patikani bwana. Najua shughuli ni nyingi. Shughuli ni nyingi. Yes. Watu ni wengi. Watu wanahitaji kusaidiwa. Kabisa. Daktari. Yes. Wow, katikati. Leo tuko ndani ya show na tuko na daktari. Daktari. Yes. Nataka nikujulisha kwamba uko katikati. Kwa kawaida huwa unakuja katikati yetu. Yes. Mimi nakuwa pande ile, Eltezi anakuwa pande nyingine. Yes. Lakini hapa ni kwako. Yes. Na kwako ukienda kwa mganga una behave. Yes. Na ndio maana tumeamua ku behave. Yes. Lazima tufuate masharti. Kabisa. Unajua lazima tuelewe kabisa hapa tutaendaje. Yes. Kukaa tukiolelela. Wajua wakati nimeingia pale nje nimekuta viatu ziko hapo nje. Ni bifi daktari unatuambia tutoe viatu huko kwa gate. Yes. Tunaacha viatu huko tunakuja mguu mtupu. Na tumezoea viatu daktari. So lazima ni mahali patakatifu nini? So lazima iko kama msikiti. Ni mahali patakatifu. Yeah. Hauwezi ingia hivyo hivyo na viatu hata kama wewe ni nani. Yes. Alafu daktari nikuulize. Monday. Yeah. Nyuki. Huyo ni wewe. Wapi asali? Ni mimi mwenyewe. Ni wewe. Waswa mwenyewe. Waswa, daktari Waswa. Kabisa. Tuliona Monday watu walipata vile nyuki. Unaweza tusimulia, utuambie ilikuwa vipi ama inakuwa vipi mpaka mtu anajipata katika harakati hiyo ambapo amezingirwa na nyuki. Yes. Na wewe unaweza vipi kufanya hiyo shida itoke? Sasa weka wapi? Sangu nikuje sijaona nyuki. Nyuki tunatuma tu kutuma kupitia kwa madawa. Inalingana na shida ambayo imeleta mtu. Kama tuseme mfano mtu amekuja hapa na shida ameibiwa kitu yake. Nabidi tu nimuulize kabla nipate kufanya jambo yoyote. Namuuliza unataka tutumie mbinu gani? Akisema ni nyuki ni sawa. Namwambia hiyo ndio tunaenda kurusha. Akisema ni nyoka ni sawa bado. Sijaendelea sana. Unaweza tumia mtu nyoka? Yes. Atauma? Anauma? Yenyewe mkabe kumkaba. Na mkaba yenyewe namshughulikia hadi namuonyesha direction yenye anafaa apate kwenda. Daktari? Yes. Unatoa wapi nyoka? Wewe usiulize maswali. Hiyo imeisha. Daktari, wacha hiyo ishe. Okay. Kwa hivyo unasema uko na mbinu nyingi sana. Uko na mbinu nyingi. Kuna hiyo mbinu ya nyuki, kuna mbinu ya nyoka, nyingine. Kuna vile tunaweza kulisha mtu nyasi. Mtu anakula nyasi. Anakula nyasi. Kama mbuzi. Wewe huwezi kuja hapa kama umeibwa ng'ombe yako ama mbuzi ukose kulishwa nyasi. Yes. Mtu anakula nyasi mpaka kuja hapa. Hadi afike mahali penye kulibwa. Kwa hivyo daktari ni mtu ambaye anakuja na ripoti kwanza kesi. Yes. Alafu wewe unamuuliza vile utamsaidia. Hapa iko kama polisi. Hapo nje hata polisi ikuangi busy like that. Una report? Na report kwanza. Unakuja kuripoti leo, unakuja kuripoti leo hapo report. Hapana, mimi nataka kujua, nikijua vizuri sasa naweza kuanza report. Mimi naaminingi nikiona. Na naaminianga nikisikia. Na huwa ninaamini wakati kweli nimekuwa convinced kwa moyo wangu na kwa akili yangu ya kwamba iko hivyo. Na sasa tuliona hawa jamaa wakikamatwa na nyuki mpaka wakakuja mpaka kwa wao jamaa walikuwa wamama. Yes. Wamama. Kulikuwaje?
Tusimulie hiyo hadithi. Okay. Sasa jambo kenye naweza pata kuambia vile mmenitembelea jinsi vile kulikuwa kuko na mteja mwenye alinitembelea. Vile alinitembelea akakuja akanielezea mambo yake jinsi ilivyo. Vile alinielezea nikamwambia, aliniambia ana mali, ametokea safari au kuwa hata mali ana penye anaweza anzia. Kwa hivyo alikuwa amekuja kuanza maisha. Akanielezea hiyo story yake yote. Vile alikuwa amekuja kunielezea hiyo story, nikamwambia sasa chenye naweza kukusaidia vile ona mali kwenye unasema hapa ndio kwako, chenye naweza kukusaidia naweza tumia mbinu mbili tu. Tunaweza tumia watu ambao walimekuibia tuwapeleke kwenye polisi kama ulipokea OB ama waletwe kwangu. Ngoja kidogo. Yes. Unaweza kufanya kumshurutisha mtu apelekwe mpaka kwa polisi. Kabisa. Ajipeleke mwenyewe? Mwenyewe ajisharamishe polisi. Aende akaripoti. Aende na kama tumefanya mambo ambazo nitakuwa tumefanya zile tambiko ambazo nitakuwa nimefanya zitamtuma kwenye polisi. Kwa sababu tutakuwa tumerania huyu mtu anafaa apelekwe kwenye polisi. Kwa hivyo ataenda mwenyewe ajisharamishe kwenye polisi. Yeah. Kama ni Atwoli yako hapa angesema ala. Kwa hivyo mambo ilikuwa hivyo. Sasa alafu ikakuwa vipi? Akaamua Sasa akaamua daktari, kulingana vile sikuwa na pesa ya kutosha, pesa zingine bado unanidai. Umetumia yako pesa yako kuongezea, itabidi huyo mtu au watu wakuje kwako, alafu polisi atakuja baadaye. Yes. Ngoja kidogo. Ngoja kidogo. Nauliza. Yes. Umesema akakwambia daktari umetumia yako pesa ingine yako, kwa hivyo watu wakuje kwako. Yes. Hiyo ni kumaanisha wewe kuna pesa huwa unatumia ndio wale watu wakamata, au kuwa na pesa ya kutosha kwa pesa ambayo nilikuwa nimemwambia kununua vifaa vya kazi. Sasa kilibidi kulingana na machozi nilikuwa naona huyu mama na huzunika, kilibidi niongezee pesa ndio tupate vile vifaa vya kutosha kazi. Kuna mali, kuna vifaa. Yes. Yeah. Zile vifaa za kufanyia kazi. Yes. Ni kama nini? Mbuzi, ng'ombe, kondoo inachinjwa ama kunaendaje? Kuwa mambo ya kondoo na mbuzi. Kuwa mambo na mbuzi na kondoo, lakini kuko na vitu ambavyo tunatumia vya maarifa katika hiyo kazi ya uizi. Kwa sababu kila shida iko na vitu ambavyo vinastahili kwa hiyo kazi yake. Okay. Yes. Kwa hivyo kwa hiyo kazi ilikuwa inahitajika nini? Kulikuwa kunahitajika uvumba. Ubani. Marashi jabali. Yes. Alafu na kuku. Kuku ziko mbili. Kuku fulani ama kuku tu ya kawaida? Kuku zilikuwa kike na jogoo, lakini ilikuwa kala nyeusi. Inatoka wapi? Kuna mahali daktari mtu anaenda kupata kuku na mtuma mwenyewe anaenda anazileta atafute mwenyewe mali popote. Akiwa kama atakuwa na ajui vile anaweza pata, naweza mpea hata kijana ama mwenyewe niendee. Yes. Unajua, ngoja nikwambie, babangu wakati tulikuwa watoto alituambia mpalilie kahawa, umalize kupalilia kahawa. Kisha malilia kupalilia kahawa nitanunulia nyinyi kuku ako na mdomo mwekundu. Kweli akasema kuku mwenye mdomo mwekundu. Wakati tulimaliza kupalilia kahawa tukamwambia sasa leta kuku wetu. Akasema nenda mtafute ni mnunue. Ni wanunulie. Nenda mtafute kuku ako na mdomo mwekundu ni wanunulie. Sasa wakati umeambiwa ulete kuku nyeusi, sikumwambia nyeusi, nimemwambia kala yoyote lakini siwe nyeusi. Isiwe nyeusi. Siwe nyeusi. Hata ikiwa imechanganya marangi. Si mbaya. Okay. Nilikuwa nataka nashangaa ukikosa utafanya vipi? Sasa ndiye akaenda akatafuta mwenyewe hizo vitu, akakuja tukaanza shughuli yake. Nikamwambia hii shughuli inaweza maliza siku 3 kwa siku 4. Kwa hivyo tukue tunaongea kwa simu wakati wote, lakini utafute mahali penye unaweza jishikilia. Ndio hii kazi ikiwa inafanyikishwa naenda ukupigia ukuje unitafute. Siku ya kwanza. Yes. Siku ya pili. Siku ya 3 ndio tunaona ile mambo. Ilikuwa hivyo. Siku ya 3. Yes. Sasa yani mambo ni matatu. Mambo ni matatu. Yes. Mambo ni matatu. Sasa siku ya 3 ndo watu wakapata kunaswa. Walipata. Na walinaswa vipi ama kuliendaje? Tulitumia mbinu sababu vile nilimuuliza akasema mimi chenye naweza pata nataka watu wajionee mchana. Kila mtu apate kujionea mchana.
Akasema tumia mbinu